Siku ya leo niko na furaha. Akilia mno ni todo wa mwena huyo. Sababu mchungaji Angalia Yesu. Bwana asifiwe. Ni todo wa kuja kutekelea. Sababu ya kukubali. Ndiwe adhuri tukoroto kitamaraki gitarogite. Sisi wazee kutawala mahali hapa. Ile kasi ya magani leo. Aha, mbele yangu. Niko mbele yenu. Ona tuli adhuri oguo. Hata tuko wazee hivi. Ulilikana mkanya mdogo kuja na rogi ya tiriri. Siku moja mchungaji alisema, "Utole uko na utonyo kama kino wa ile Victoria." Mtu anakuja, mtu ambaye anakuja katika ufalme wa Mungu wetu. Mungu anakutonya kama kino wa ile Victoria. Mtu ambaye anataka kuingia katika ufalme wa baba yetu. Ora uko ingia. Yaani yule atanyenyekea. Ndio sio mwana geina hapa. Kwa sababu ukiona nikiimba hapa, mimi nataka kunyenyekea ili Amen. Kwa sababu siku ya leo shukuru nyote wapendwa, sababu ya kuwa mnanisikiza. Naomba Mungu awapatie masikio mema ili tusikie hili neno la Mungu, sababu ndio nimetuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyinyi mmekaa, tafadhali ketini na Bwana wetu awabariki. Sababu ya hilo jambo, sababu nataka tuongee kuhusu hii nyumba. Hii nyumba ambayo imejengwa tunakuja kila mara. Na kuna swali. Swali ambayo nakuuliza. Sababu nakuja hapa kila Jumapili. Lakini wanaingilia ile mlango. Lakini tunaingilia pale. Lakini tunaingilia hii. Tunakuja kufanya nini? Hapa tunakuja kufanya nini? Unanijibu ama ni wewe unataka? Unadikwenda ujokerie. Na sitaki unirudie. Unatoka hapo uko na iguru ujokerie. Hata wewe sitaki unirudishie. Ngoja tu kugira mbele na kualia. Tukiendelea kuongea. Ndio napenda kuishiria athiri. Nataka tufikirie utaona ni toka na oida. Hapa maana tunatoka afya. Tunakuja kufanya nini? Ndio tumenye horo wa nyumba ngori. Ili tujue maana ya nyumba hii. Nyumba ndio ile yake. Yaani nyumba hii nyumba wakati ilijengwa, ilishoka ile kilo kigogona hivi. Na akajengwa madhabahu nzuri hivi. Ili ndio mmoja aroga maga. Hapa ndipo mchungaji usimama. Ndio ndio wake ni kuikili tu mafuta. Na manake ile mpako mafuta. Ndio sio oya moko makena hiyo alikigogona hivi. Kwa hiyo kiinua mkono wake mtakatifu Mungu kumara tuka akora. Sisi sote tunabarikiwa. Tukaenda kigogona hivi. Kupitia haya madhabahu. Kwa hiyo nataka kuambia hii nyumba ni haki wali. Sababu ilijengwa ina maana iliko. Yaani kuna maana gani? Tukigawanya nyumba ile ngori. Unataka kujua tukigawanyisha hii nyumba hivi? Mwanao toto ni farani. Pale sababu ni kwa barabara. Tutoe milango. Au hela kama. Pale panauziwa sukuma. Kuhikule kushere. Hapa kuhikule mkapa. Au kuhikule workshop. Hapa pengine tufungue workshop. Mtu akikoima na huko. Mtu akitoka na huku kugura sukari. Akitaka kununua sukari. Ndio huko. Hizo vitu zote zinauzwa. Hii nyumba. Odio wapi? Aulizwa umeenda wapi? Daktari kugura kwa kanisani. Mimi hawezi sema naenda kununua sukuma kanisani. Daktari kugura kwa kanisani. Hawezi sema nimekuja kununua sukuma kanisani. Atasema hivi, daktari kugura sukuma. Naenda kununua sukuma. Nyumba ile ya kanisa. Pale nyumba ambayo ilikuwa kanisa. Mungu ni kula ile ya shejiro ilikuwa hapo kwa hiyo mbebe wengi. Mungu ni kumaanisha wakati ibadilishwa ikawa ya biashara. Haina udhamana. Mungu tayari ameondoka. Ndio ukiuka daktari kugura sukuma kabisa. Huwezi sema naenda kununua sukuma kanisani. Ndio kwenda kumoja tiriri. Ndio sababu nataka kuwauliza. Sisi ambao tumekuja mahali hapa. Hapa ana kuuzwa mzungu. Hayuzaji hiyo mambo. Kile ambacho kilituleta hapa ni nini? Kuna rafiki mmoja wa Mungu. Alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alikuwa kiongozi wa wana wa Israeli. Yaani hiyo siku za huko nyuma. Maana Mungu alikuwa ameangalia. Akaona dunia inaharibika sana. Watu hawataki ufahamu. Watu wakatachagua taifa. Mimi nakuwa na na mimi nitakuwa na yaani mataifa mengine yaani manake hawakuwa kwa Mungu.
Israeli ciarĩ thĩinĩ wa Ngai. Wana wa Israeli hawakuwa kwa Mungu, Ciarĩ thĩinĩ wa Ngai. walikuwa kwa Mungu. Na maũndũ marĩa mangĩendire gwĩka, Na wale mambo ambayo wangetaka kufanya, mangĩagire ũhoti, kama wangekosa uwezo, mateithagĩrĩrio nĩ Ngai. Mungu alikuwa anawasaidia Nĩgetha matuĩke ahotani. ili wawe washindi. Nĩ tondũ nĩ andũ ake. Manake ni watu wake. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ũramenya rĩrĩa ũgacagũra gũtuĩka wa mwena wa Ngai. Yaani sijui kama umechagua kuwa upande wa Rĩrĩa Mungu. ũgacagũra gũtuĩka wa mwena wa Ngai, Wakati utachagua kuwa upande wa Mungu, hĩndĩ ĩyo Ngai ndakareka ũhoro. yaani wakati wa Nĩ tondũ nĩ rauga andũ arĩa me hamwe nao. manake anasema wale wako katika Ihooto gũtongoragio nĩ mũhutia haha. hata venye tulikuwa tunaongozwa na Mungu. Tugaga andũ ake aikaraga amahumbĩire na mathagu Yaani ya kwamba watu wa Mungu wanawafuata na Israeli mahinda-inĩ mamwe akĩmera atĩrĩrĩ. hata wana wa Israeli siku moja akawaambia, Yatũraga ndĩmũrigicĩirie ũtaũre tũcui tũrigicagĩrio nĩ nyina. yaani mimi nilikuwa na warinda venye vifaranga Ũguo na mama yake. nĩguo maũndũ marĩa manjĩkire. Nĩ kũigua gĩtu. Ũguo nĩguo Ngai anjĩra. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Nake Daudi rĩ, Naye Daudi atũrire na andũ acio Israeli. alikaa na wana wa Israeli, Akĩona maũndũ marĩa Ngai areka kũgerera andũ acio. akaona yale Mungu ambapo Mungu anatenda. Na nĩ tondũ no mũndũ arĩ mũũgĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Nataka kuambia Nĩmũrona na mũtongoria wa ndiko gũkũra kũgũa ng'ombe. Kwa ndiko. Nĩmũrona mũtongoria wa ndiko. Mũnanda. Mũtongoria wa mũnanda. yaani kiongozi wa Katoliki, Onakorwo makoragwo marĩ athirikana mũgwanja kana acio. hata kama ni wazee kama 7, ukiona mtu ũratongoria andũ 5-10, ukiona mtu anaongoza watu 5, 10, wewe cagũrĩte. hiyo amejishagulia. Mwathani arogocwo. Amen. Thĩinĩ wa kanitha ũyũ Hapa kwa kanisa, oya igoko rĩa igũrũ. chukua mkono juu. Nĩmuoe kĩrĩ. Umechukua? Jesu wangu hapa ndio kidogo. Ndio vizuri. Ndio na ubahana. Leo ni mundu washakuri muhujia guku gitu ate bakora iguru ugori. Ule utamushakuri, ule wamushakuri ndio ile ile gukora. Na ule utamushakuri ndio gukora iguru. Mwenye alichagua Ule washakuri muhujia wewe haha kutohujagiria. Ni bakora iguru. Mwenye alichagua mchungaji ainue mkono juu. Ule utamushakuri na ile gukora. Mwenye hakumchagua aweke mkono chini. Sasa tuko na jawabu. Mchungaji kuchaguliwa na Mungu. Amewekwa hapa na Mungu. Alikuwa anasema ifanyeni hivi. Hiyo si maneno ya yaani hiyo maneno ya uteizio. No muroga maka oinyuothe ni ati hakati atiro ndugu kwa mutheko ucio no muhaka mugie na mundu wa mundu ni Ngai otondo Daudi amuritwo ni Ngai kama vile Daudi atokoragia andu acio na marathinagia kuri awakire witu. Amen. Rĩu-rĩ ndaituigire maandĩko-inĩ nĩgetha tũtigatĩrie ndĩraigua nĩ thita nuthu ĩna dakika 30 cia kũina ndacia. Rĩu-rĩ nyũmba ĩno-rĩ, hii nyumba ũkĩambĩrĩria yakĩtwo nĩ Daudi, yaani mwanzo yandĩkĩtwo nĩ Daudi, yakĩtwo nĩ Daudi kĩambĩrĩria na Daudi na kaambĩrĩria kĩu Daudi agĩaka-rĩ, na mwanzo Daudi akijenga yarĩ na gĩtũmi, ilikuwa na sababu. nĩ tondũ nĩtũkoragwo na mabataro maitũ, Sababu tuna mahitaji yetu. ithuĩ rĩrĩa tũrenda wĩra rĩrĩa tũrenda wĩra Sa wakati tunataka kazi, tũthiaga kũrĩa wĩra ũngĩoneka, yaani tũthiaga kũrĩa wĩra ũngĩoneka, tunaenda pale kazi inapatikana. rĩrĩa tũrĩ arwaru Hiyo ndio wakati tuko wagonjwa, tũthiaga thibitarĩ tondũ kũndũ kũngĩoneka ũteithio. tunaenda hospitali manake huko ndiko kwenye Rĩu msaada. nayo nyũmba ĩno itũ-rĩ, Haya hapa kwa hii nyumba, kĩroka-rĩ, najua wiki inakuja, ciana nĩ cikuma mathukuru, watoto watakutoka mashule nĩ igũka na kĩndũ gĩtagwo fees na structure. watakuja na fee structure. Nĩ kũrĩ mũciari ũmwe ũkũmĩrora ũguo amake tondũ yandĩkĩtwo Mzazi ataona fee structure ashakae, nĩ tondũ yandĩkĩtwo ati 50,000 sababu imeandikwa 50,000, tondũ na thirikari capitation nĩ ndĩrarĩha, sababu hata serikali koguo nĩ kuga kabisa. mbeca nĩ ikũingaingĩha. Unaona pesa ya shule sasa. Wona wakorwo nĩ maũndũ macio ona me maritũ-rĩ, Kwa hivyo hata mambo kama hao, hata kama ni mazito, no ithe itũ na mũrũ wa ithe witũ maũndũ macio matigakũmakie, hiyo mambo isikujalishe, marehage gũkũ. yaani leta katika nyumba ya Bwana. Nĩkĩo gĩtũmi twakĩirwo nyũmba ĩno, Ndio sababu tulijengewa hii nyumba. tondũ nyũmba ĩno nĩ yakũrehaga mathĩna maitũ.
Haleluya. Amen. Nitondo ni upendo ni akulehaga madina maitu. Maana hii nyumba ni ya kuleta mashida yetu. Maria Mungu matulitohegeri. Yale yote yametujitia. Kama lehe Mungu. Unayaleta hapa. Nenda tusome huku. Nataka tusome neno. Nini wa ifu ya maundu matuko mateka. Kitabu cha mambo ya nyakati. Gaga tu 6 hadi 22. Mstari wa 22. Dada hilo neno. Patia hiyo neno kwa screen. Haraka. Neno linasema hivi. Haya, tusome pamoja. Mtu akikosea mwenzake naye akaletwa apate kuwapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, na akiapa tafadhali, mstari wa 23, wewe usikie kutoka huko mbinguni, uchukue hatua na kuwahukumu watumishi wako, aliye na hatia umwadhibu kadiri ya makosa yake, asiye na hatia umwachilie na kumpatia tuzo kadiri ya uadilifu wake. Bwana asifiwe. Bwana yagosho. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Daudi, kile kitumikia Daudi kufikiria kuitengeneza nyumba kama hii. Wesiria kuoneka nyumba teno. Ili watu watakapokuwa wamekosana, nigeta hili ndo mahitani. Wakija katika nyumba hii, oka nyumba eno. Solomon anasema na wakianza kuomba, na rudi na mabelia kwa wakiangalia katika madhabahu yako. Mara akigoko na kiaka hii. Bwana uwasamehe. Bwana ni amohere. Na wachashie hiyo kesi yao. Sorry. Umatwithanirie cia ucio wao. Amen. Nigetha mundu uria muhitia ile mtu ambaye amekosa atirwo mahitia make. Astakiwa makosa yake. Na ule utakiri muhitia ri. Na ule hajakosa agituo ucio ti muhitia. Mliwe huyo sio mbaya. Ndiye na mbele muhali wake. Mstari wa 24. Wakati watu wako Israeli watakaposhindwa na maadui zao kwa sababu ya dhambi walizotenda dhidi yako, nao wakatubu kwako na kukiri jina lako, wakiomba msamaha wako kwa unyenyekevu katika nyumba hii. Mstari wa 25. Basi usikie kutoka huko mbinguni, usamehe dhambi zao na uwarudishe katika nchi ulio wao na babu zao. Bwana ni rogoshi. Bwana asifiwe. Ndio atigongo na gya kirwana gikirita. Wakati madhabahu ilijengwa na ikaisha, Solomon akakuhingura gitaro kingi. Solomon wakati alikuja kufungua hiyo madhabahu, leo vile akiuga atiri, alisema hivi, adu aku magutani tuomegwate, watu wako wakitekwa nyara, matwaro kinya bururi wikuraya, wapelekwe nchi iliyo mbali, matika ni matu aguthi kuherithio, wawe ni wamekuwa watu wa kuteshwa, ni tondu uria makuhithirie wegai, kwa sababu ya kile wamekosea Mungu, mangikona mahitia mao, wakiona makosa yao na macoke matuike akuhoya, na wawe wa kuomba, na matuike akuhera, na wawe wa kuomba msamaha, wakiwa katika hii nyumba, Mungu akawasikia. Amen. Ndivyo ninavyomwambia siku ya leo. Tunahitaji kujua kile kilifanya tuwe hapa, ili kwa sababu tuko na shida yale ambayo tutatoa na kwa sababu ya sukuru zitakuwa juu. Sorry. Athuri ni magurite cia. Wazee wamenunua plot. Ni mapiririe kwa kama gakinya. Wameanza kujenga manyumba. Magakinya kina ona dirisha hili. Wanafikisha mpaka kwa dirisha. Pesa igathira. Pesa zinaisha. Atiriri. Mundu ungi ni atite nyumba igathira. Mwingine amejenga nyumba inaisha. Na ni aresi ya kumehingura. Na anafikia kana mweko ni juhudi kwa itahingura hiyo nyumba yao. Na anajiapa ya kwamba hata ingia nyumba kama hajafunguliwa. Na nitaona kitu ya kumehingura. Na amekosa kitu ya kuifungua. Mpendo ukikuja hii nyumba. Ni mauduma sio moja huko. Hiyo mambo yote ni Solomon anautapili. Maana Solomon amesema. Haya mami kwa kamera madina mao. Watu wa kwa kabisi. Wakosa na. Apostle mena mrogo ule ditani. Apostle magite kitu ya kuli. Wamekosa chakula. Apostle mena madina baya na matio mani. Wakiwa na. Apostle magite interview basi wao ni kwa wewe. Magite interview. Ona wewe unasema tu ni uraga. Hata hiyo
hiyo kazi na Kristo mwage kwa kanyumbeno. Watu wa kusoma dunia roho makaibui. Sasa bwana wanasema kwa Kristo arogoshi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua siku ya leo. Nieti wote tena madina kama hayo. Mimi siku nimekuja na hizo siku. Mama yangu sio ya. Ona kwa mnaona kina dasi hapa. Hata kama unaona ni kama kama utumalia tena mori. Labda ile mambo kwa kila mara. Mbele kuliko yako. No ni ndio wa trilio. Mimi niambia sio. Ndio na Daudi utapo Israeli. Mtoto wa Mama tumesho monge wewe mori. Hayo mambo yote kwa watu kwa kona niki ya Bwana. Peleka kwa baba wangu. Nimekuja kwa hodari. Hayo ni kwa hodari ndio. Utapona na Mungu. Ndio ukainua mkuru. Kwa sababu Mungu ni Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Hiyo jambo iliweka ona upeka na ukikrope na kia. Na hata udiragiti. Hiyo hofu ni todo jibi na gai. Kwa sababu na maudu modelele kwa. Mambo yote itakuwa sawa. Dada ndugu yangu. Hapo hoya. Watu hoya na kio. Hapa kabisa. Hoya hana wala waidi kana. Hapa. Hapo ile nyumba ile anaingia ndani ya nyumba. Mtoto wako mwenye pongo kwa kwenu wote. Ayukate hoya una kila. Anakuja watu na robi wakati alileta hiyo kurogea Mungu atoa ndani yake umeamkia hapa kwenye tupolio akasema sio kuna maneno mawili kwa sina sijui hiyo ni bado msio wako pia na kitu lakini mkipata kile kazi ya mwana kwa sababu amekewa ukilo tunile zero hiyo pakiti ndio sio toto kwa kwa sababu hiyo kutekia kwa wewe keke kwa sababu maneno mengi yes au ndio tabiri ndio kwa wewe niteka pokea bwana ndio bwana asifiwe huko na huko kwa gari hivyo ndivyo wakati tumekuja tulete basi yetu hapa kwa sababu Mungu atamsikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, tuendelee. Tuende hiyo mstari mwingine. Neno linasema hivi. Mvua itakaponyesha, mvua isiponyesha kwa sababu wametenda dhambi. Simame hapo. Bwana asifiwe. Sijui kama kunajua mambo yote inayoenda na mambo yote inaendelea na kutendeka. Solomon anasema ati mvua isiponyesha kwa sababu ndio wametenda dhambi. Asipulenge kakakula todo tukitemea. Kwa sababu mvua inakataa kujaza kwa sababu ya dhambi. Ona kukikanya ngara. Hata kuwe na njaa. Ndio sio kwa nini mwezi wako sina hiyo si hapo. Hiyo nchi iwe na jua kali ya kuchoma mimea pale nyumbani. Tuendelee na kusoma. Turudi 26 fulani. Mvua ikonyesha kwa sababu wametenda dhambi dhidi yako. Wakiomba wakinyenyekea mahali hapa na kulikiri jina lako pia wakatiacha dhambi zao, tafadhali 26 uwasikie kutoka huko mbinguni na usamehe dhambi zao watumishi wako, watu wako wa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Nilipokuwa nikianza nilisema Mungu aliteua wana wa Israeli. Mungu alichagua watu wa Israeli. Ili ajisifu na wao. Kwa sababu Solomon anasema kulikosa mvua. Kwa sababu watu walikosea. Wakikaa hivyo wakiona makosa yao na kusahau ukaweza kosa. Ndugu dada yako, kama umekuwa na shida, utakutwa na mambo kwa mambo ya kukalia hapa na yako, kwa sababu umekosea Mungu. Bwana rudia Bwana. Yes. Turudie mstari wa 27. Tusokere wale waambie kuendelea kuwacha. Uwasikie kutoka huko mbinguni na usamehe dhambi zao watumishi wako, watu wa Israeli. Huku ukiwafundisha kufuata njia nyofu. Ya nyofu. Ukaonyesha mvua katika nchi yako hii ambayo uliwapa watu wako. Amen. Hata makigatika wakiwacha leo yao miuru tabia na mashoke zile ile si yaku warudi madia na zile na ile inafaa ile ilitoka Bible. Mungu anasikia na wale pia kwa Bible na wakiwasikia
umaurelia kuna wanyeshesha huyu wahi maisha hapa tu chini wakati ya baba hata wakati Bwana sisi ambao tumekuja hapa tunahitaji kunyesha Mungu na Mungu wetu ili sitengenezwe, maana tunakuja kutafuta Bwana. Yes, Mungu yuko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema kupitia imani tumekuwa hapa. Sio kuomba tu, ni kuomba kupitia imani. Maana tunasema kwa imani. Haya, sasa wale wa mbele wako na imani. Mstari wa 28. Wahali wako je? Neno linasema hivi. Kiombe kile hilo. Iwapo kuna njaa nchini, iko kwenda ngaragu fururi au tauni, ama tauni, ukame, ngaragu, ugonjwa, mlimo wa mimea, wa mimea, sije au wapi, na igunyo, au ikiwa watu wako wamezidiwa na maadui wanakekoro ado magithiro ni ciao thiyo wa yao ogothe oria ikiwa kuna pigo lolote aiko kuna yurore yote au ugonjwa wowote kana murumo wote hivyo ndivyo Solomon anavyosema nego Solomon araika angekoro ni kule na ngaragu aiko kama kuko na ja kuruli watu wa Israeli nchi ya hawa watu wa Israeli ona kule kule na iko tagije kama kuko na hawa ingine ona kama ni kule na jua hata kama kuna jua kana kuna mulimo ama kama kuna magonjwa hata kama kuna milimo ya vile vitu zimepanda hata kama kuna kigeisho maandiko kwa nyumba yako wakikuja kwa nyumba yako makoletole maundu machi wamekutwa na hayo mambo kwa sababu wamekukosea Mungu kawasikie. Amen. Neno la siku ya leo tukiendelea nazo sinatuambia maana hii hatukuambia tuende huko spring valley tuambie tukuje hii nyumba hii nyumba imejengwa na inajengwa pamoja na tunakuja hapa tunaleta shida zetu hapa na Mungu wetu atatusikia kwa sababu Solomon alisema hii vitu ambazo hata kutokana kutoka hivi wakikutwa na hayo kwa sababu ni watu wangu wakiingia kwa hizi kwa wakiingia kwa hii nyumba la Bwana Mungu wetu kawasikie. Mstari wa 29 neno linasema tafadhali usikie maombi yoyote. Neno linasema tafadhali usikie maombi yoyote. Hakuna ile ulio mahoyo mote yoyote yatakayoombwa na mtu yeyote. Wote makahoyo ni andũ aya au watu wako na andũ aku wote wa Israeli. Othe Israeli. Kila mtu akijua taabu yake na huzuni yake akikuomba akuhoya akinyoosha mkono yake hata kurukia moko baba kuelekea nyumba hii kuelekea nyumba ino basi usikie kutoka kwako mbinguni utoe msamaha pia umtendee kila mtu kadiri anavyostahili. Ni wewe tu wale mawazo ya wanadamu wote. Bwana akushike. Bwana ni agosho. Kwa sababu ya hiyo mtu akigoka huko ugo niko kigo kiraiga mtu akikuja hapa alehema hoya make kuja ulete hii kama kikao ahoyega yale huko uombe Mungu ikuwa hapa roho yake ikiwa safi ikiwa na kunyenyekea
todo wenu uwe mioyo ya. Solomon anasema jua mioyo ya hawa. Ukubali kwa Ndio kwa kuhoya. Wakati utakopo. Roja muwe wote kulingana. Elekeza na. Roja muwe wote kulingana. Elekeza. Mule hele maudu muwe kulewe. Balete. Solomon anasema ati nikai ohotaka kumenya mioyo ya watu. Mungu ndiye anajua mioyo ya watu. Bana asifiwe. Ndio sio kuhoya au ngulo. Kuhoya tu. Kiomba tu. Kuhoya kwa ndio tu Maria ndogo. Kwa kama mambo ya watu wamechoka. Watu wamechoka. Hadi mahoya kama Maria ndogo. Watu wanaomba kama wamechoka. Ndio mambo ya wakati wametika siku zao. Wale hatari ya kuhoya. Ona ndio hapo vile toi. Usinde ndio roja ile tugira amen. Tu ugotika kugera mara mamude bosio. Kusiwa na watu wajisikie. Mbona kuingia kwa kule mwana mkondo. Na kama utashindwa na kufanya jambo. Kama wengine karibu kani. Kwanza iba kawimbo. Na wale wengine karibu kani. Ukiiba wimbo ili uweze kuomba kwa sababu hiyo ndio kujiandaa kuomba. Amen. Nije ile kunina. Mimi na ningali pia dakika 10 ndani. Hatabakisha dakika. Ndio, mstari wa 30. Mstari wa 3. 30 moja. Kwa 30 na moja. Hivyo watakutii. Hivyo watakutii. Nimekuapikira na kuenenda katika njia zako. Na kupitia njia yako. Wakati wote wanapoishi ndio dhamana katika nchi uliyowapa. Ndio wafu ndio ya omahede. Todo wao sio ndio wako kumenyana na Ngai. Ndio wa kwa sababu ya kujuana na Mungu. Nimekutika adwatiki. Watakuwa watu wa kutii pale mwanake. Na kupelekana pamoja. Ile njia mahali wa late tu. Kimalizia mstari wa 3. Ni 32 ya. Vivyo hivyo. Au gogo. Wakati mgeni asiye mmoja wa watu wako mgeni akaigwa kwa tandero ya andu aku Israeli atakuja kutoka nchi ya mbali agoka kuwa bururi buraihu ndio ndo watu yaku na kwa sababu ya nguvu na ulinzi wako ndio ndo hinya na witiri waku kuomba katika nyumba hii kuhoya ndio wa nyumba ino bana asifiwe wadhani agosho hiyo hata tutaendelea. Solomon anarudia Solomon anasema ona kugego kama ndo wako raihu hata kuja mtu wa mbali mtu alimetakonene mtu ametoka mbali amesikia ushindi katika hii nyumba akuja akiwa mgeni kwa sababu amesikia nguvu ya Mungu akuja ataje mambo yake hata akiwa sio deliverance. Solomon anasema Mungu wetu kamsikia. Bwana asifiwe. Aya alitoka kwa Amen. Anakuja hapa. Hisi kwa hiyo. Lakini ndio nasema hata kukuja mtu wa hali akuja hata alete mambo yake Mungu akamsikia. Kwa hivyo kwangu kwa nini oroindo wako ni mwaura hali yangu mimi sio mwaura. Wewe ukiwa mwaura ona ndio mgeni ni upendo. Hata akiwa mgeni kwa hiyo ndio kana mambo yako ni upendo. Akikuja na mambo yake Mungu wewe utabarikiwa pamoja. Kwa sababu Sulemani wewe wengine wana mgeni yake kwa kweli. Yeye hata mgeni ni upendo. Watu wapo kwa kumwacha kwa Mungu kamsikia. Hallelujah. Amen. Hapo ni Amen. Yeah. Yes. Ona hata hivi. Sorry. Kama hizi baraka zinapakua. Kulingana na vile tuliingia kwa deliverance. Atakuwa nje hiyo. Lakini niko hapa. Sababu Sulemani alisema hata mgeni kutoka mbali akuje hapa kwa sababu ya kusikia leo. Amen. Hallelujah. Amen. Wanadamu mjue. Na furahi kwa sababu hakuna kitu kitamu. Hapana. Baraka zinatoka tu hapo. Vile kuna hivyo. Tunakuja. Hakuna kusema ni kweli. Hakuna kusema hadi kanisa. Hapana. Amen. Bwana asifiwe.
na furaha. Nikujua hivi. Wewe hili ndio kukira. Amen. Utadipita. Yeye ndio kukira. Utapigwa kwa. Kwa sababu tunataka Ndio wako. kubarikiwa. Amen. Yeye ndio kia dakika. Dakika siwezi kupitisha. Hapa sio pazuri. Hapa sio pazuri. Hapa sio pazuri. Mchungaji ungali. Mahali Unataka kukai. Sio pazuri. Haya, mahali ameleta. Hapo patakata. Kwa sababu ya hivyo. Kubali kukatwa na nani? Dati kwa Bwana. Ni neno la Bwana. Neno la Bwana tuliko hivyo lazima likate na pande zote. Naenda katika kitabu. Amen. Naenda katika Warumi 7. Kitabu cha Warumi 7. Ibuku ya Warumi mugwanja. Aroma 10:15. Mugwanja 10:15. Tumefika hapa 7 mstari wa 15. Kitabu cha Warumi 7 mstari wa 15. Kwa hapo sielewi nifanyacho, maana kile ninachotaka sikifanyi, bali kile ninachochukia. Waje turudie kusoma. Nifanyacho, maana kile ninachotaka sikifanyi, bali kile ninachokichukia ndicho nikifanyacho. Huyu ni Paulo. Sijui kama ni ushuhuda wa kawaida. Maana neno linasema mimi nataka kufanya vyema. Nimekuwa nikitaka kufanya vyema. Lakini kumalizia najikuta nimefanya yale ambayo ni stahili. Hiyo sababu ni gani? Hiyo sababu ni gani? Mwaka ninataka kufanya. Kumalizia kufanya najifanya ile mambo istahili. Hiyo ni maneno ya Paulo. Paulo aliwanenea mstari wa 17. Basi si mimi hasa ninayefanya kitu hicho, bali ile dhambi inayokaa ndani yangu. Ama ninyamaze hapo? Basi mstari wa 17 please. Basi si mimi hasa. Oyo tinie ni. Sio mimi. Oyo tinie ni. Huyo sio mimi. Ninayefanya kitu hicho. Zikaga au sio? Bali ile dhambi inayokaa ndani yangu. No mehia macio nimo maria mako thini wako nimo meka kwa ugu. Daudi kama. Ngosia huko. Kwa kuongea na kamera. Nataka kutenda mema. Lakini kumalizia. Najikuta nimefanya vile. Lakini mwanadamu hadi anasema. Ikifanyika hivi. Leo sio mimi nafanya hayo mambo. Dhambi ambayo inakuwa ndani. Hiyo ndio inakuwa ikifanya hayo mambo. Tumekuja hili kao. Na tunaamini. Tumekuja tukiamini. Kwa hivyo hata tumekuja tumejiandaa kupiga dansi mahali hapa. Ndio nasema tunajikuta kufanya mambo isiyo sahihi. Hiyo hivi ile dhambi inakuwa ndani yangu. Hiyo inafanya hiyo mambo yote. Tukiwa masafi. Tukiwa masafi. Dada na ndugu zetu. Tukiwa masafi. Wacheni tusafishe kabisa. Tutolewe kile kile baya. Kama vile Paulo anasema. Tuamini Mungu. Ule ambaye hana uwapa. Ule hana uwapa. Ile imewacha ukamumea. Inafanya utoto. Hiyo imolewe yote. Amen.
tuachilie kumekuwa safi, kwa maana hiyo kwekwe haijawachiliwa ikipande mahali pale. Ndio hiyo sana. Amen. Alege vitogoro cia ndugu kama ndani ya gosho. Nafsi zenu ni za Bwana. Na msikie vyema. Na mumenyele atiri. Na mjue hivi, ati ukikoroge kameria. ukikoro ukuto kufanya dhambi. Umenye utigite kaundu thiini wako. Ujue umewacha kitu ndani yako. Ndio noti nywadigara. Sorry. Noti nywadigara. Ukionekana ukunywa sigara. Noti nywadigara ni hige. Ukiona ukinywa pombe kwa ukiona ungetoka ududu ukiona mambo umenyele kuterefo. Umejewa na kuona. Ukiona hiyo jambo. Ukisikia kutoa ushuhuda. Ukiona ukimbia. Umejua ni kuogopa. Baada ya ndani yako. Na mtu anaenda kulingana. Na ule dereva ako ndani yako. Bwana asifiwe. Tetekerie Ngai wetu akoro thĩinĩ witũ. Tumpatie Mungu ndani yetu. Atuĩke dereva witũ. Awe dereva wetu. Atutongoragie. Atuongoze. Na tũtirĩ kwaga twĩnyite mehia.